Nikutakie Eid Mubarak ndugu yangu Muislamu popote pale ulipo, na niendelee kukupongeza mwenzetu Mkristo ambaye bado unaendelea kumalizia zile siku 10 za funga yako ya Kwaresma. Nikukaribishe kwenye Dimba la Michezo, mpenzi mtazamaji wa Dimba la Michezo, mpenzi ambaye unapenda kufuatilia michezo inayoendelea ndani na nje ya Tanzania. Leo tutakuletea updates mbalimbali za michezo ambayo inakwenda kuchezwa leo, lakini pia tutaenda kuangazia michezo ambayo inachezwa nje ya bara la Afrika na kwingineko. Niko studio hapa na ndugu yetu mchambuzi, mpenzi mchambuzi ambaye huwa anatupa chambuzi kila siku zinatiki. Siku hizi namuita mchambuzi wa kweli kwa sababu anatupa chambuzi ambazo huwa zinaleta matunda. Martin Mwakiposa, mtu na fiatu vyake. Habari ya leo? Salama tu za kwako. Nikupe heri ya Eid au bado unaendelea kufunga? Bado naendelea kufunga. Tunawaambiaje wale ambao sasa wanawasapoti wazazi wamezaliwa na baba Muislamu na mama Mkristo? Swala la imani ni swala ni gumu sana. Kwa hiyo wanapiga 70 au wanaanza hizi alafu inategemea alisimamia katika imani gani. Aha. Sawa. Basi leo kwenye dakika 45 tunakwenda kukuletea michezo ambayo itachezwa leo, ambapo tutaenda kuangazia kwanza michezo ya CAF Confederation huko ambako Simba Sports Club leo anakuwa mgeni wa Al Masry, lakini Tanzania hapa kwenye ligi kuu wale ambao walimfanya Gamondi aondoke, tunawazungumzia Tabora United, leo wanashuka dimbani kurudiana na Young Africans. Lakini kwingineko tutaenda kuangalia huko Spain Copa del Rey kwenye pointi 3 Copa del Rey, ambapo Barcelona na Atletico Madrid watakuwa wanacheza second leg, mchezo wa pili, ambapo mara ya kwanza mechi ilisha kibabe goli 4-4. Lakini twende tukaangazie dakika 45 ambapo tukaanze na mechi ya Simba Sports Club ambayo ni mwenyeji. Hawa sasa wanaiwakilisha nchi. Hili ni swala la kitaifa sasa. Martin Mwakiposa. Naam. Tuwazungumzie kwanza Simba Sports Club. Waliondoka hapa na wakasema wanaenda kuchukua ushindi. Wao walisema tuendelee ku expect wako finali. Mechi ya leo dhidi ya Al Masry, unahisi itakuwa ni aje mechi hiyo? Ni mechi ambayo itakuwa ngumu, haitakuwa nyepesi, kwa maana ya ukiangalia Al Masry kwa namna moja au nyingine wana mabadiliko makubwa sana ya kiuchezaji. Na hii imekuja baada ya kubadilisha mwalimu ambaye alikuwa naye mwanzo na kuweza kupata mwalimu mpya. Sasa ukitaka kutizama na hiki ninachojaribu kukueleza, angalia hata kwenye msimamo wa nchini kwao. Ukiangalia kwenye msimamo yeye anashika nafasi ya 4, lakini juu yake yuko mtu mmoja anaitwa Pyramid ambaye jana tumeweza kuona kwenye CAF Champions League akiweza kupata ushindi wa goli 4-1. Fiston Maele dakika za kwanza tu pale. Lakini vile vile ukiangalia kuna Zamalek, huyu ni mtu ambaye ana historia kubwa sana barani Afrika. Mtu wa tatu unamzungumzia Ahly ambaye jana naye ametoka kupata ushindi wa goli moja bila. Sasa yeye anashika nafasi ya 4 si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya uwezo aliokuwa nao. Kwa hiyo kuelekea katika game ya leo, kwa nini nasema game itakuwa ngumu? Ukiangalia Al Masry katika michezo yake yote aliyocheza hakuna hata mchezo mmoja aliyofungwa. Amedraw mechi moja ikiwa na pointi 32. Lakini ukiangalia katika mechi zake 6 za mwisho amecheza mechi takriban 6. Ameshinda mechi 4, amesuluhu mechi 2. Wakati Simba anashika nafasi ya pili kwenye ligi yetu akiwa amecheza mechi zake 6 za mwisho zote akiweza kupata matokeo kwa namba kubwa sana. Lakini sasa ukija kwenye uhalisia wa huu mchezo, ni mechi ambayo itakuwa na pressure kubwa sana, kwa sababu Simba anahitaji kupata sare au kupata matokeo. Wakati huo Al Masry atakuwa anahitaji kupata matokeo ili kuweza kutengeneza nafasi ya kuja kucheza katika mchezo wa marudiano. Sasa hapa ndipo tunaleta ugumu. Ukiangalia ubora kikosi cha Simba kwa siku za karibuni, of course wamekuwa na kikosi bora. Umeelewa? Ukianzia kina Pimpin Kamala, kina Shomari Kapombe, kina Shabalala, kina Chemaloni, kina Hamza, wamekuwa na kikosi bora ukweli, lakini sasa wamekuwa na makosa ya kujirudia wanapokutana katika mashindano ya kimataifa. Kwa sababu hata ukiangalia kabla ya kufika katika hatua ya robo finali, tuliona kuna makosa walikuwa wanafanya, walikuwa wanaadhibiwa kutokana na ukubwa wa wale wanaocheza nao. Sasa wanakwenda kucheza katika mchezo huu pasipokuwa na Pimpin Kamala na Chemaloni. Hawa ni wachezaji muhimu sana ndani ya kikosi cha Simba. Sasa tunaanzia hapo. Je, Al Salim anaweza? Of course anaweza, kashatulizishia hilo akidaka katika mechi kubwa hata katika timu ya taifa. Lakini sasa anakwenda kwenye scenario ambayo ina pressure kubwa kuweza kutaka matokeo. Sasa hii ndio ambalo
najaribu kulitizama kwa upande wa Simba, sina shida sana kwenye safu ya ushambuliaji na midfield, kwa sababu kwa mtu kama Kagoma pamoja na Ngoma hawa ni watu ambao wameshacheza na wameonyesha uwezo wao mkubwa. Lakini kwenye safu ya ushambuliaji bado na wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa sana. Mpanzu ni miongoni mwa wachezaji ambao anatokea pembeni, lakini ana uwezo wa kufunga. Kwa hiyo sina shida sana kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba, sina shida sana katika eneo la kiungo. Eneo ambalo napata shaka nalo ni eneo la ulinzi ambalo ukiangalia wale watu muhimu key player hawapo. Namzungumzia Chemaloni pamoja na Pimpin Kamara. Hawa ni wachezaji ukitizama mchango waliotoa katika mashindano yote, basi wana asilimia kubwa kuifanikisha Simba kufikia hapo walikofikia. Lakini tuna Shamu Karabu hapa ambaye huwa anakuwa mbadala mzuri sana wa Shefondo Chemaloni ambapo anakuwa hayupo. Of course unachozungumza uko sahihi, lakini kuna namna vile ambavyo amejaribu kucheza kwenye ligi za ndani, sijamuona kwenye mechi kubwa ambazo zina pressure. Umeelewa eh? Kwa nini nasema Al Salim anaweza kagoalkeeper mzuri? Kwa sababu kashacheza kwenye pressure. Sasa huyu anayekwenda kucheza leo ndio tuna kumtizama kwenye mechi yake kubwa hii. Ni mechi ambayo ina pressure kubwa, anaenda kucheza away. Tunafahamu watu kutoka Afrika Kaskazini ni watu ambao muda wote wana shout kwa kushangilia. Kwa hiyo hii inaweza kawa ni kipimo tosha kwake kuweza kuona kwamba anaweza kuhimili. Of course ameshacheza mechi kubwa huko alikotoka, lakini ndani ya klabu ya Simba nafikiri ndio kwa mechi yake kubwa na kuweza kuona je, ana uwezo wa kwamba achukue namba moja kwa moja. Okay. Kwa hiyo leo tutegemee kitu gani sasa kwenye hii mechi? Kama tumeshaangalia aina ya vikosi na wasiwasi wako umeshautengeneza kwenye safu ya ulinzi ya Simba Sports Club, tutegemee nini leo? Of course na waamini Simba kwa sababu ya ubora wa kikosi yao. Wamekuwa na kikosi bora, wamekuwa na namba nzuri kwenye ufungaji, lakini game ya leo ni lazima kwenda kukubali kwenda kumheshimu mpinzani. Kama anaweza kucheza low block itawasaidia sana, wajaribu kuzungumza muda wote uwanjani. Lakini wakifanya tofauti kutaka kupishana na Al Masry, basi tutaona Simba kwenda kupoteza mchezo wa leo. Safu ya ulinzi ya Simba huwa inakuwa na tunasema miscommunication baadhi ya mida. Tumeshuhudia kwenye baadhi ya mechi kutokuwa na mawasiliano kati ya kipa na mabeki wake, kukawa kunaleta shida. Ali Salim unamuona ni aina ya kipa ambaye anaweza akashout kama enzi zile alivyokuwa Kakolanya na Aishi Manula? Unajua kwenye kushout kila mtu ana hiko kitu. Kuna mwingine sio muongeaji lakini anakwenda kufanya kazi. Sasa Ali Salim sasa hivi alikofikia, of course ni goalkeeper mzuri, lakini bado hajafikia kiwango A, ndio maana Simba aliingia sokoni. Yaani angekuwa ametosha Simba singeingia sokoni. Of course goalkeeper mzuri, lakini kwa backup. Sio goalkeeper wa kumtegemea katika michezo yote ya kimataifa. Umeelewa? Ndio maana Simba aliingia sokoni kwenda kutafuta goalkeeper ambaye wanaamini anaweza kawavusha katika hizi stage. Kwa hiyo hapa ndio unaona umuhimu wa watu kama wale. Ukiangalia hata kama mashindano yote, kuna muda mechi zinakuamuliwa na quality ya wachezaji. Of course unaweza kawa na kikosi kizuri, lakini bado unahitaji wachezaji waliokuwa bora kwenda kuamua mechi. The same kwa mtu kama Pyramids. Unaona uwekezaji wake unavyomsaidia ingawa bado hajafika kule ambapo anakuhitaji. Ahali the same. Umeona uwekezaji unaouweka unawasaidia kwenda kuamua mechi kutokana na ubora wa wachezaji. Kwa hiyo mimi ninachokiamini kwamba Simba ana kikosi bora. Of course sawa, lakini anakwenda kukutana na watu wenye quality tofauti. Al Salim goalkeeper mzuri, lakini bado amekuwa na mistake nyingi ambazo zinaweza kugharimu timu. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo wa leo, mimi sitoshangaa kama Simba leo akifunga. Hautoshangaa? Sitoshangaa na wala sitalaumu kwa sababu anakwenda kucheza away mechi ambayo Al Masry wanajua tusiposhinda nyumbani kupata matokeo kule ni pagumu, na hiyo sasa hivi rekodi wanayo. Kwa hivyo vile atahitaji kushinda hapa nyumbani, at least basi akija kwenye game ya marudiano atajua jinsi gani ya kuweza kucheza tofauti na vile ambavyo akipoteza kabisa katika mchezo wa leo. Kwa kwenye ile nani abaki nani atoke, wewe kwa mtazamo wako ushamtoa Simba Sports Club? Of course mimi nimemtoa. Aende hatua inayofuata nusu finali. Bado ana kazi ngumu. Unless otherwise wangekuwepo Pimpin Kamara pamoja na Shemaloni, kidogo ningeweza kuzungumza neno. Lakini kukosekana hawa watu bado kuna shida. Na ukiangalia Shabalala beki mzuri, lakini anakuwa na mistake. Ukiangalia upande mwingi wa magoli ya Simba anakotokea anaanzia upande wa kushoto wa Shabalala. Kwa hiyo unaona kabisa yule Chemalone ambaye alikuwa anaziba yale makosa ya Shomari Shabalala kumlazi hayupo. Kwa hiyo kuna namna vile ambavyo pengine yakitokea yale makosa wanaenda kwenda kuadhibiwa. Sawa. Turejee sasa hapa nyumbani kwenye NBC Premier League ambapo leo kisanga kile ambacho kilimkuta Mwashi leo kinakuwa jiwe kula pembeni. Tabora United anaenda kucheza na Young Africans. Hii mechi
tulishaielezea na tulishaiona na yaliyotokea tuliyaona, na leo wanaenda kukutana tena Tabora kwenye uwanja wao wa nyumbani. Uwanja mgumu sana kwa timu nyingi. Young Africans tunamweka wapi? Ni mechi ngumu kwa maana ya Yanga anataka kutetea ubingwa, na kama anataka kutetea ubingwa wake lazima apate matokeo. Sasa hii ndio inayopelekea game kuwa ngumu. Tabora amejiandaa na wachezaji waliokuwa wazuri, na pressure imekuwa kubwa baada ya kuzisikia hizo kauli kutoka kwa viongozi tofauti tofauti, na hizi sauti ambazo zinaendelea kutembea. Hatuna uhakika kama ndio hao wahusika, lakini hii ndio imepelekea joto kuwa kubwa sana. Yanga wanafahamu umuhimu wa mchezo huu, kwa maana endapo atafungwa au kutoa sare, maana yake anamruhusu Simba kuendelea kushindana na yeye. Akishinda maana yake anaiacha kwa alama moja. Lakini ukumbuke Yanga wanakwenda katika mchezo huu wakiokosa wachezaji wao watatu key player, Stefan Aziz Ki, Clatous Chama, Alilia Ucho pamoja na Msonda. Hawa ni wachezaji muhimu ambao kuwepo ndani ya kikosi kuna namna vile ambavyo anawasaidia Yanga, lakini bado wana kikosi kilichokuwa bora. Waliosalia wote bado wapo ndani ya kikosi na naamini wanaweza kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo naamini kuna muda quality inaenda kuamua hii michezo kwa sababu ya ubora wa wachezaji kwa timu zote mbili. Naamini Yanga wanajua umuhimu wa hii game. Wanajua wanachokihitaji katika mchezo wa leo. Kwa hiyo naiona Yanga kwenda kupata matokeo, si kwa namba kubwa kama wengi walivyozoea, basi anaenda kupata matokeo hata kwa goli moja bila. Tabora United ambayo tunaisemea hapa ina wachezaji wengi ambao wanaijua Yanga kindakindaki. Wamepita pale. Hauoni hatari yoyote kwenye mchezo wa leo kutokana na hao wachezaji sasa ambao wanaijua Young Africans? Unajua wachezaji wanaozungumzia wewe, kikosi cha Yanga kimepita na watu wengi sana. Kina mabadiliko mengi sana. Hao kina Makambo, sio? Kina Yakuba Son. Hao walicheza na Yanga tofauti ambayo iko hivi sasa. Yaani ukitizama Yanga sasa ina mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo sioni kama inaweza kaatija, kwa sababu hata ule mchezo wa kwanza ambao Yanga alipoteza, kuna namna unaanza kuona Yanga walikuwa na nyakati ngumu sana, walikuwa unga kwa lugha ya Kiswahili. Anaumia Andambwile, Aliaucho anakuza namba 4, Mwamnyeto anaanza namba 5. Kiungo hakuna, na ndiko pale kazi ilipoanzia na kuweza kupoteza katika ule mchezo. Kwa hiyo unaona ni Yanga ambayo kwa kipindi kile haikuwa bora, ilitoka kufungwa na Azam. Wamekuja kucheza na Tabora bado, na ndio ilikotokea sakata la Gamondi kwenda kufukuzwa. Kwa sasa hivi anakwenda akiwa na kikosi bora, hawatakuwa na excuse yoyote ya kuweza kujitetea kwa maana ya kupoteza mechi. Ukiangalia defense yao iko sawa. Boka, Diki, Baka, Jubi, kulia atachagua yeye mwenyewe mwalimu aanze na nani. Katikati ndio kutakuwa na mabadiliko, lakini namuona Duke Abuye kwenda kucheza pamoja na Mudasiri Yahya. Kule mbele kukosekana kwa Aziz Ki, basi kuna mtu ambaye anaweza kaingia kwenda kuvaa vile viatu. Kwa hiyo sioni kama inaweza ka game ngumu sana kwa Yanga. Ile ninachokiona namba za ufungaji inaweza kwenda kupungua. Unahisi Tabora hata furukuta kwa namna yoyote leo kwa Young Africans kulingana na situation ambayo ipo? Tabora lazima acheze mpira. Tabora acheze mpira kwa maana ana kikosi kizuri, lakini anataka kuishia pale ambapo alifanya msimu uliopita. Na anataka kuonesha kwamba yeye ndio kiboko ya Young African. Manake kuna Tukuyu miaka hiyo kuna timu inaitwa Tukuyu na yenyewe ndio ilikuwa kiboko ya timu kubwa. Kwa hiyo inawezekana naye akataka kuja na iko kitu kuonesha kwamba Yanga mimi ndio kiboko yao. Ingawa naiona ile milioni 60 inaweza kana inapa pressure kubwa sana. Kwa sababu watakuwa wanacheza kuitaka milioni 60. Na ukiangalia rekodi timu nyingi zinazoahidiwa hela huwa zinafeli. Tunafahamu zinafeli. Wanacheza na pressure kubwa sana. Pressure inakuwa kubwa kwa sababu wakihitaji matokeo. Kwa hiyo nafikiri tusubirie tuone, ila ni mechi ngumu na Yanga hata kama akishinda basi kwa namba ndogo sana. Kwa hiyo leo tunaamuaje sasa hiyo mechi? Unahisi wewe inaisha kwenye zile 3 ways za uchambuzi wako, unahisi leo umempa Yanga moja kwa moja? Yanga nitampa, lakini atashinda kwa namba ndogo. Kwa namba ndogo ya magoli. Yes. Lakini ameshinda mpaka sasa. Kwa sababu wengi wamezoea Yanga kuanzia goli 3, 4, lakini safari itakuwa tofauti. Sawa. Tuje kwenye point 3 sasa Martin, ambapo leo kwenye point 3 tumesema tunaangazia mechi ya Copa del Rey kati ya Atletico Madrid akimkaribisha Barcelona. Mechi ya kwanza ya first leg kwenye mchuano huu ni hatua ya nusu finali. Barcelona alitokea nyuma goli 3 akarudisha na wakaenda 4-4. Mechi ikaisha sare. Lakini leo wanakutana tena. Na mechi hii unahisi itakuwa ya namna gani, kwa sababu ndo mechi ya
uamuzi, ukifungwa leo umetoka. Kwa sasa Barcelona kwa katika kiwango bora sana sana. Kama anaweza kumsumbua Madrid, manake unaona jinsi gani anavyokuwa bora. Na ukitazama Atletico of course wamekuwa na ile mbinu yao ya kucheza kwa defense, lakini mwisho wa siku huwa anafeli wanakutana na Barcelona kwa aina ya Barcelona, wachezaji waliokuwa nao na ubora wa wachezaji wa Barcelona. Kwa hiyo kuelekea katika mchezo huu Barcelona na faida ya goli 4 za away. Kwa hiyo kumbuka Ulaya tuna advantage of course hiyo imetolewa, lakini kuna namna vile ambavyo anaamini naweza nikapata matokeo. Kama nilipata goli 4 away, manake nicheza katika uwanja wa Nou Camp, uwanja wa nyumbani kwake, uwanja ambao kwa siku za karibuni umekuwa sio salama kwa timu pinzani kwa aina ya matokeo ambayo Barcelona anayapata. Kwa hiyo mimi ninachoweza kukisema kuelekea katika mchezo huu, Barcelona naenda kuwapa kwa maana ya sioni kama Atletico anaanza kwenda kumsumbua Madrid, kumlazi Barcelona, simuoni. Nachokifahamu tu kwamba of course anaenda kwenda kuchelewesha, lakini Barcelona anaanza kwenda kupita. Sawa, kwa hiyo hamna option yoyote ile zaidi ya Barcelona kupita siku ya leo. Sioni namna ambavyo Atletico atamsumbua Barcelona kuto kupata matokeo. Defensive approach ya Atletico Madrid pamoja na ile ugumu wao wa kupitika, ulinzi wao ni mzuri, lakini possession ya kwao wakiwa na mpira, unahisi haitakuwa threat kwa Barcelona ambayo huwa inafunguka kuja kushambulia? Blaza, yani ukiambiwa kati ya kifo kukutana na Barcelona, hamna chenye afadhali. Kwa nini? Hamna chenye afadhali. Barcelona wamekuwa bora sana. Wamekuwa bora na vijana ambao wana uwezo mkubwa sana. Yaani wana uwezo kufungua hiyo ngome muda wote na saa yoyote. Kwa hiyo kwa Atletico of course inafahamika ni watu wa kuweka kilo kwa maana ya kudefense sana. Lakini Barcelona wana wachezaji ambao wanaweza kufungua ile lock. Wana wachezaji ambao wanaweza kuchezea mpira. Wana wachezaji ambao wana akili ya ziada. Kwa hiyo hiki kitaenda kuwapa shida Atletico. Kwa sababu Atletico ukiwatizama muda mwingi wakishafika dakika 70 ni kama ule umakini unapotea. Kwa sababu unapokuwa dakika 70 umakini unapotea, unakutana na Barcelona ambayo ina vijana ambao muda wote vijana wadogo kabisa watakuadhibu tu. Sawa, hili ni Dimba la Michezo na leo tulikuletea updates za michezo ambayo inachezwa siku ya leo. Tumemwangalia Simba Sports Club kwa sababu anaenda kucheza na Al Masry ugenini na Mwakiposa amemuua moja kwa moja. Lakini tumeangalia Young Africans ambayo leo inacheza Tabora, na Mwakiposa amewapa moja kwa moja Young Africans watarudi na ushindi. Lakini amempa Barcelona kwenye mchezo wa Copa del Rey. Ulikuwa nami Livingstone Victor, lakini pamoja na mchambuzi wetu wa kila siku Martin Mwakiposa anakuwa bora siku hizi kwenye ubashiri na hata tuletea ubashiri siku ya leo mapema kabisa. Bila kusahau udhamini wa Maskani Safi, sehemu ambayo inatufanya tuonekane kila siku. Maskani Safi unakuja unapata vinywaji moto na baridi, lakini unapata kuangalia mechi zote ambazo zinachezwa za ndani ya nchi na nje ya nchi. Na leo unaweza kusogea hapa kuja kuona mechi. Maskani Safi inapatikana Sinza karibu na serikali za mtaa. Ukiulizia Maskani Safi unafika mapema. Mpaka wakati mwingine, asante.